weka pale chini kidogo, andika hivi: viongozi hawa walio chini ya mchungaji wako ndani ya wito wa jumla ambavyo uzaliwa kwa wito, ambao huandaliwa kwa wito maalum. Kwamba watu hawa ambao tunawaita viongozi wa wito wa jumla waliochaguliwa na mchungaji wapo kwenye maandalizi. Jamani, haleluya. Mpo kwenye maandalizi, watumishi wa Bwana. Na ndio maana lazima ujue jambo hili kwamba mimi niko kwenye wito. Mimi ni shemasi leo, lakini fahamu upo kwenye mchakato unatengenezwa. Mimi ni mzee wa kanisa, upo kwenye mchakato unatengenezwa. Kesho nani anajua unaweza kuwa mchungaji. Jamani, Bwana asifiwe sana. Na ndio maana mimi nikusihi kiongozi mwenzangu, kuanzia leo kama ulikuwa hujafahamu jambo hili, ukiwa kiongozi chini ya mchungaji, kiwango utakavyotumika, kiwango utakavyojitoa, kiwango utakavyotoa mali zako, kiwango ambalo utafanya kazi kwa bidii, siku Mungu anakuita kwenye wito wa jumla wa kwako binafsi, atakupa watu kama wewe ulivyokuwa kwa mchungaji wako. Ilishikile suka lisahau. Kama ulikuwa ni kiongozi unayekula fungu la 10, fungu la 10 kwa mchungaji, siku Mungu anakuita atakupa makamongo ayatoi fungu la 10 hata ubili vipi mpaka toba ya moto. Hapa nacho ndicho. Sasa wewe kama ni kiongozi mtoro kanisani, Mungu atakupa ushirika wa toro, unaweza kuhubiri wewe injili peke yako, ujipigie makofi peke yako. Kwa nini? Ulikuwa ni mtoro, ulikuwa ni msumbufu. Ukiwa kiongozi, panda mbegu. Yaani kwenye uongozi wa jumla huu ndio mahala pa kupanda mbegu. Bwana asifiwe sana. Kiwango namtia moyo mchungaji, kiwango namuombea mchungaji, kiwango na support maono kwa mchungaji wako, kiwango unajitoa kwa mchungaji wako, siku Mungu amekuita atakupa watu wa design hiyo. Kama ulikuwa ni mtoaji, Mungu atakupa watoaji mpaka utashangaa. Kama ulikuwa ni Mungu akanipa hekima akasema, hebu mwache kwanza mwite muulize amerogwa na nani na saa ngapi karogwa. Angalau sasa ni kiongozi kwa kanisa, unapigiwa simu ya mchungaji, unaanza kuiangalia hivi. Anaongoza na mwana hivi. Mchungaji anapiga. Hilo kwenye kanisa. Semina hapa. Mungu nisamehe, nataka kupokea lakini basi tu. Hapa mna cha Mungu nisamehe, umetenda dhambi hizi tu. Kutokupokea sasa. Saa nyingine anafanya huduma, anahitaji ufike pale umsaidie. Si ndio? Sasa mchungaji wetu ni mama, si ndio? Alafu anakuja mbaba na mapepo. Alafu anakupigia simu, wewe mwanangu, anajua unakaa karibu hapo. Hebu mwanangu, njoo haraka tumhudumie mtumishi wa Mungu huyu. Si ndio wewe? Labda singine ndio baba hayupo. Wewe ndio upo karibu hapa. Anakupigia, bwana fanya haraka, njoo tumhudumie fulani. Ndio upokee simu. Unategemea nini? Bwana asifiwe sana. Kiongozi ndani ana uwezo. Mungu ameweka huko ndani ile nafasi ambayo umepewa, una uwezo kuisimamia ukiamua kutoka ndani ya moyo wako. Jamani, Bwana apewe sifa. Lakini sio ukasahau utakachokipanda. Utafanya nini? Utafanya nini? Sasa wewe kapande mangongoti wote. Kwa hiyo kisha unapanda jambo jema. Jitoe. Support mchungaji. Omba naye. Na nikwambie kazi mchungaji atakubaliana na mimi hapa. Na watumishi wa Mungu pale. Hii kazi na upweke sana. Unaelewa? Unanielewa? Upweke upi? Watu wote wanaamini mchungaji ana majibu yote. Kwenye ndoa atakuwa na majibu, kwenye kazi atakuwa na majibu, kwenye biashara atakuwa na majibu, kwenye afya atakuwa na majibu. Kila kitu mchungaji ana majibu. Yaani mtu akija kwa mchungaji, akishamwona mchungaji tu anaona majibu yake yale. Alafu na mchungaji na mwenyewe usiku wa kuamkia jana alikuwa analala kwa kichwani limengi, labda mtoto alikuwa anaumwa au kuna jambo lipo. Unaelewa? Na hana wa kumwambia.
Unamwambia nani mchungaji mtoto anafanya? Hao mchungaji anaweza akaumwa mwenyewe akaumwa. Aje kwa wazee wa kanisa, jamani wazee wa kanisa, mwenzenu ninaumwa hapa nilipo. Haisema. Wakiumwa anamwambia Mungu, unanijua mimi nilivyo. Usiponiponya mimi, basi. Kutakuta mchungaji hana mtu wa kumwambia mambo yake. Hana. Lakini kiongozi ukiwa karibu naye, hasa wazee wa kanisa, kuna machache atakushirikisha. Unanielewa? Na atakapokushirikisha sio sasa ni mabango. Unafaa kuyatunzia siri na kwanza kuyaombea. Ijapokuwa sio yote. Na wakati mchungaji anakushirikisha mambo yake, uje kuamini sana. Na ni vichache, sio vingi na vidogo vidogo, sio makubwa makubwa tusemaje. Mimi kuna hata mke wangu simwambia. Simwambia. Kwa sababu nafahamu nikimwambia hili nimemuua. Bwana kwa nao. Kama na askofu yuko bize ama yuko mbali, unakoma nalo. Yuko mbali, kuna jambo linajitokeza hapa. Askofu anampigia Shigiro, mama anampigia askofu Shigiro Dodoma. Hivi mpaka baba atoke Dodoma afika hapa ni leo. Utakuta kuna vitu vingine mchungaji anakuwa navyo ndani ya moyo. Sasa mtu akumsaidia kwa ni kiongozi ambaye yupo karibu naye, anayemuombea mchungaji, na pengine anaweza asikwambie kwa sababu uko naye katika roho umeunganika. Akipata jambo kwako unakosa amani. Utakosa tu ndani, utakuta kuna kitu akajapata utulivu ndani. Utaanza kuomba kwa ajili yake. Utaanza kutafuta uso wa Mungu kwa ajili yake. Kesho unakuta kavuka. Lakini mara chache sana, sijafahamu kwa nini, lakini mara chache sana ambao wanafunga kumwombea mchungaji. Jamani, kwa uaminifu kabisa na Mungu anakuona. Na ngapi unaweza ukafunga kwa wiki kumwombea mchungaji wako? Kama nimefunga leo nimwombea mchungaji wangu kwa wiki. Unafahamu Jumapili ni ibada. Tunaenda bila kusimama kutubiria madhabahuni. Ukaamua tu kufunga juma. Sio yale maombi ya jumla ya Ijumaa kwamba tunafungaga, sio hayo. Hii ni maalum kwa ajili ya mchungaji. Mungu ampe neno la hekima, la maarifa na upako na nguvu ya kutuhudumia madhabahuni Jumapili. Afya njema, amani ya familia, watoto afya njema, unafunga kwa ajili yake kwa wiki. Unasema nataka nimwombee mchungaji wangu. Mkono tangu mwaka umeanza umefanya. Swali ya leo, Mungu akubariki. Umefanya mara ngapi kwa mwaka huu? Mara moja tu. Unaweza ukaelewa? Tangu mwaka umeanza, mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu. Kapatikana huyo. Na mwenye mara ngapi? Mbona mwitiki? Unaweza ukaelewa? Sio naongea na watu wanaonielewa. Amina. Hivi kama mtu ana mtu wa kumwombea, yeye nguvu anapata wapi? Muulize hapa anafunga mara ngapi kwa ajili yake? Utakuta hata katika wiki mara 3. Hasa unaweza kukuta anafunga siku nyingi sana bila kula kwa ajili yake. Hasa nguvu zinamtoka. Anayetakiwa kumjishia nguvu ni wewe, utakuwa muombee. Kanisa tunaelewana? Msipomwombea mchungaji hata punguki. Yesu akasema nguvu zimenitoka. Anafanya maombezi mara ngapi hapa? Anaombea watu mara ngapi hapa? Anafungua vifungo vigumu na vizito mara ngapi hapa? Nguvu pake zinatoka. Nani anayemrejeshea nguvu? Nataka muombe. Unanielewa? Ndio maana kuna baadhi ya makanisa unakuta kanisa liingi. Kanisa limedumaa, alipiga hatua. Si kwamba mchungaji apendi, amekosa watu wa kumuongeza nini? Nguvu. Kumwambia songa mbele. Nenda katika maombi, sio maneno. Jamani, Bwana apewe sifa. Ndugu zangu, hii kazi ya uchungaji ni nzito. Haleluya. Lazima wapatikane watu ambao wanaweza kumbeba mchungaji, wanaweza kumwinua mchungaji na kumtia moyo. Wapendwa, mnanielewa viongozi wenzangu? Kwanza leo naomba katika jina la Yesu. Na waomba tu kwa moyo wa furaha na ukunjufu kabisa. Mjitengee muda kama viongozi. Ndio kazi ya wazee wa kanisa, by the way. Tenga makundi ndani ya wiki wa kumwinua mchungaji kila siku iendao kwa Mungu. Tangu Januari mpaka Desemba. Tenga makundi, watu wawili. Mama fulani na mama fulani.
fulani naomba kesho. Wewe kesho. Wiki imeisha. Unakuja na wengine. Na unaangalia na washirika watu ambao wana uwezo wa kuomba. Wapo, si viongozi lakini wanaweza kuomba. Unawachukua. Wewe wanakuwepo kwa ajili ya kumwombea mchungaji. Ili Mungu azidi kumuongezea mafuta ya kuhudumia. Bwana asifiwe sana. Wapenda, mnanielewa? Mkiyafanya hayo kwa uaminifu, mimi nawaambia kuna siku mtakuja kuniambia hapa hapatoshi. Lakini msipofanya hayo, kuna siku mchungaji atachoka. Maana kana mtu kumuongezea nguvu. Unaelewa? Baba, kwa sababu na baba naomba tunakumbuka kwa sana baba. Kuna wachungaji wengine ukienda utakuta kama ni mwanamke, baba mambo ya kanisani kwanza hayo. Kama ni mwanaume, mama kanisani, mambo ya kanisani ndio kabisa, usimwambie kitu. Unakuta mama ana upako, baba anamuombea ninaamini. Alafu wewe uombe. Hivi kiongozi bwana wewe. Ombea mchungaji wako. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sema jana yako kazi ya Mungu ni nzito. Mwambie jana yako kazi ya Mungu ni nzito. Inahitaji ushirika. Inahitaji ushirika na ushirikiano. Jamani, Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Nataka tufanye kama mfano kamoja hapa. Wakati risali moja natakwenda kuisha ni break yetu. Risala kwanza limekatika. Nataka tufanye break. Nikitoka huko nitakuwa nakimbia kama moto. Bwana asifiwe sana. Naomba mtu mmoja nisaidie kufungua kitabu chetu cha Kutoka ile sura ya 17 kwanza mstari wa 11. Alafu tufanye kama mfano kidogo hivi. Itakuwa ni refreshment yetu maana watu wameshachoka. Soma hapo. Neno la Bwana linasema. Ikawa Musa alipomuinua mkono wake, Israeli walishinda. Ndio. Israeli walishinda. Na alipoushusha mkono wake, Amaleki walishinda. Lakini mikono ya Musa ndio ilikuwa mizito. Basi wakatoa jiwe, wakaliweka chini yake, akalikalia. Ndio. Haruni na Huri wakalitegemeza mikono yake, mmoja upande huu na mmoja upande huu. Ndio. Mikono yake ikadhibitika hata jua lilipokuchwa. Ndio. Yoshua akawaangamiza Amaleki na watu wake kwa ukali wa upanga. Shaka. Bwana asifiwe sana. Anasema kuna nyakati vita iliinuka, si ndivyo? Katika Israeli. Vita ilipoinuka, Musa akaambiwa na Mungu apande juu ya mlima, si ndivyo? Ainue mikono yake juu na fimbo namna hii. Maandiko yanasema alipoinua Israeli walishinda, si ndivyo? Aliposhusha Israeli walipigwa. Nini maana yake? Kanisa lisipoinua mikono ya mchungaji, alikuwa anaomba kwa ajili ya kanisa masaa 6. Akapunguza yakawa 2, kiboko inaingia ndani ya kanisa. Kwa nini? Kakosa watu wa kuinua mikono yake juu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Msije mkaona kazi inaenda hapa. Unaona kazi inaenda, si ndivyo? Bwana asifiwe sana. Si kazi inaenda hapa inapendeza, sivyo tusha Bwana? Vita mchungaji aliyokuwa nayo si ndogo. Na nyumba yake na mume wake wana vita kubwa. Haruni na Huri wakuinua mikono ya nani? Tunawahitaji waitegemeze mikono ya mchungaji asije akachoka. Bwana asifiwe sana. Hebu naomba vijana waje hapo wa kiume. Tuone kanisa lilivyokuwa ni zito. Unajifahamu ni mwanaume, njoo. Bwana asifiwe sana. Asante sana. Sasa haya. Naomba mtumishi unaandika hapo. Naam. Njoo. Sasa nyinyi nataka tufanye zoezi moja hapa. Nionyeshe jinsi kanisa ambavyo ni zito. Jamani, Bwana asifiwe sana. Jamani, hili ni kanisa si ndivyo? Sasa nyinyi wote nenda kuweka hapa. Nyinyi wengine ndio mtakaa wote. Nenda nyinyi washirika hapo, sawa?
Sasa katu pale pale hapa. Nene. Sasa huyu ni mchungaji. Sina leo kupendeza kama mchungaji kabisa. Bwana asifiwe sana. Huyu ni mshirika. Huyu ni kanisa, sawa? Naelewa? Nataka tufanye break kidogo kama mmechoka leo tufungue madirisha. Huyu ni nani? Hili ndilo kanisa hili. Kanisa unyama. Huyu ndio kanisa. Bwana asifiwe sana. Huyu ni mchungaji kaitwa kutoka huko kijijini kwao, si wapi huko. Mungu akasema nenda Maji Moto pale kuna kanisa langu kalichunga. Sasa kazi ya kanisa mchungaji huwa analibeba kanisa. Sio unaelewa hiyo? Si mnafahamu hapa mchungaji wetu analibeba kanisa. Mchungaji akiondoka kanisa limekufa hilo juu. Kwa sababu yupo kanisa lifanya nini? Naenda. Washirika simple. Tunaanza kanisa letu. Beba kanisa. Tumshi bebe juu kabisa. Sio hivi. Bebe hivi kwa upande hivi mlaza. Jamani, hili ni kanisa. Mbona mchungaji alikokaa? Mchungaji vipi kanisa zito si zito? Zito sana mchungaji. Haya mchungaji twende. Haya twende kwenye mifungo mchungaji kwenye mifungo. Haya twende mchungaji twende mchungaji twende. Turudi huku mchungaji. Hapa anaenda kwenye vacation peke yake. Hakuna mtu. Twende mchungaji vipi? Twende kwenye maombi sasa. Mchungaji na kanisa lake. Yuko peke yake. Bwana sasa turudi huku mchungaji. Mchungaji unasikiaje hapo? Kwenye kiuno vipi? Kazi nzito. Unaweza ukakaa kwa muda gani hivi? Usimweke chini. Sijasema mweke chini. Useke chini. Haya, mshirika mmoja njoo. Haraka. Wapi ya kusaidia uzito unaona wapi? Wapi ashike? Wapi huko? Mtu anafahamu uzito wa kanisa uko wapi. Unaelewa? Haya. Mchungaji, vipi hapo? Unaweza ukamwachia ukaondoka. Afadhali kidogo. Lakini bado uzito mzigo upo. Unaviona mza mkakaa yani na mshirika wako huu. Maisha yakaendelea. Itakuwa afadhali. Lakini wakiongezeka itakuwa kuna pesa hii. Ndio mtu mwingine mmoja. Hili ni kanisa. Bebe ni juu. Mbona bebe juu kabisa? Hapo mchungaji kidogo walau anapumua. Si ndivyo? Mchungaji hapo vipi? Hapa anapumua. Unaweza ukamwachia ukaondoka. Sina uhakika. Hana uhakika. Kwamba akimwachia hawa watabeba washirika hawa ni mashemasi hawa na wazee wa kanisa. Mzee wa kanisa vipi hapo unaonaje? Kazi nzito. Huyu ni mzee wa kanisa anakuja mara moja kwa wiki. Unaelewa? Huyu ni shemasa ambaye afagiaje kanisa wala aje kudeki. Mchungaji aje kudeki kanisa. Mchungaji vipi? Kazi nzito. Kazi bado ni kibonge. Haya. Njoo mshirika mwingine tusaidie kazi. Wapi akusaidia mchungaji? Ashike wapi? Hapa aliposhika. Hapo mchungaji walao anaweza akatoka akaenda kuhubiri mikutano mara moja lakini anasikilizia. Je, wapo? Unaelewa? Maana ukiwaachia hawa unaweza ukashangaa kanisani wamehama hawapo. Bwana siku sana. Vipi mzee wa kanisa? Kazi nzito. Unaweza ukakaa kwa muda gani peke yako? Hapo mzee wa kanisa huyu mchungaji katuacha na kanisani siendi tena, anaamua ananiacha kanisa pa. Haya mtumishi, hebu jaribisha kama unamwachia wewe. Kama unamwacha. Mbona akimwacha kanisa kwa nini? Ninashuka kwa mchungaji hayupo. Mchungaji njoo. Beba kanisa lako. Msiache nyinyi. Mbona? Haya, nyinyi msiache ndio kushikilia. Haya mzee wa kanisa njoo. Mbona katoka mzee wa kanisa lakini mchungaji kakomana kanisa lake aachi. Lakini alipotaka kuacha kanisa nini? Haenda kushika bwana. Bwana sifa sana. Sasa hapo unaweza ukaona jinsi ambavyo kanisa lilivyo. Njoo kijana mwingine. Tunatakiwa kanisa tulinue juu ili watu waone kutokea Maji Moto Sukule stand waone kwamba kuna Nazareti pale Maji Moto. Tumuinue juu kabisa. Mbona hapo kanisa lifanya nini? Limeinuka. Bwana sifa sana. Sasa hapa hata mchungaji akisema anatoka hebu achi. Hata akisema anatoka hakuna shida. Bwana sifa sana. Huyu mzee wa kanisa
Ameamua kukomaa, siondoki mimi na mchungaji wangu mpaka kieleweke. Sasa hapa mchungaji anaweza akaenda kuhubiri injili, hana shida. Anaenda kwenye semina, hakuna shida. Umeona? Hakuna kwani kapata viongozi ambao wanabeba maono na uwezo ukata tamaa. Kazi najua ni nzito, lakini umewaachia vijana. Na ukiwaamini ukawekeza roho ndani mwako, unaweza ukawaachia huduma ukasafiri mwezi ukarudi unakuta mambo yanaendelea kama vilivyotoka. Yani maisha yanaenda safi. Bwana asifiwe sana. Haya basi mshushe chini taratibu. Mshushe kidogo kidogo. Bwana asifiwe sana. Haya, mweke chini. Haleluya. Haya watumishi wa Mungu. Usiondoke, hebu tuulizane maswali. Umesikiaje? Wakati nimebeba ndugu. Umesikia? Kazi nzito. Ndio nini? Ndio kanisa. Alafu unapata kiongozi hana mzigo. Unapata kiongozi hana msukumo. Idara ya kina mama hana mzigo. Wazee wa kanisa ndoana moja wala mbili hawana. Kuta mchungaji kaota kibiungu, mchungaji amekondeana, mchungaji yani haeleweki, hata nguo za kuvaa hana, hata mafuta hapaki. Kwa nini? Viongozi wameshindwa kubeba kazi ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Mbona ndugu alipokuwa amemwacha kanisa, ametembea hana shida, anaweza akahubiri mikutano akarudi, anaweza akafanya hivi. Kwa nini? Alipokuwa peke yake alikuwa hawezi. Haleluya. Sasa huu ndio mfano wa kanisa lilivyo. Tukiwa kama watakatifu ambao ni viongozi, fahamu una mahala pa kushika. Huyo alishika kwenye mabega, huyo akashika miguuni, mwingine sasa akashika kwenye kiuno hapa. Kanisa likanuka wapi? Juu. Maana tukiwa kama kanisa tunategemeana. Kila mmoja wetu ana wajibu wa kusimamia. Kwa mfano angesema huyu atoke, kanisa liko linaanguka. Angesema atoke huyu, kanisa liko linaanguka. Angesema atoke huyu, kanisa linafanya nini? Linaanguka. Kwa nini? Kwa sababu kila mmoja ana wajibu. Sasa unakuta kiongozi yani hajiulizi, hajishughulishi, hana bidii. Yani yupo tu, yani kanisa aliendi vizuri. Na ndio maana unaweza kukuta kanisa linadumaa, halipiga hatua. Bwana asifiwe sana. Kakeni utumishi wa Mungu na Mungu awabariki sana. Si kwamba wewe ni mtoro, nilikuwa natolea mfano. Amen, utumishi wa Bwana. Beba kwa pamoja. Musa akiwa mlimani ameinua mikono juu, mikono ikafanya nini? Ikachoka. Akina Uli na Haruni wakabeba. Walipochoka wakapata ubunifu kwamba kwa sababu sasa hatuwezi kuweka kwa muda mrefu, tupate ubunifu tuweke mawe. Alafu sasa tushikilie mikono isianguke. Baadaye Yoshua akawashinda Amaleki. Kiongozi yoyote lazima kuwa mbunifu wa kazi ya Mungu. Wapenda mnaelewa? Hebu tukiwa wabunifu katika jina la Yesu. Tukiwa wabunifu katika jina la Yesu. Jamani, wangapi wameelewa kwa mfano wako? Haleluya. Kuna kitu umekapata kana kusaidia Haleluya. Haleluya. Basi baada ya hayo machache nataka twende mbele kidogo. Haleluya. Twende pale chini, andika gharama za uongozi. Na risali moja limebaki, nataka nitumie vipengele vibaki nivimalize. Gharama ya uongozi. Kitabu cha Marko 10:38, msomaji wangu naomba nisaidie kufika hapo. Gharama za uongozi. Kitabu cha Marko sura ya 10 mstari wa 38. Neno la Mungu linasema. Aha. Yesu akawaambia. Ndio. Hamjui mnaloliomba. Ndio. Waweza kununua kikombe kiniacho mimi? Au kubatiza ubatizo kubatizwa mimi? Ushaona sifa sana. Sasa hizo ni gharama za uongozi. Yesu akauliza, unaweza kukinywa kikombe? Maana yake kiongozi unaweza kujitoa kwa ajili ya kutimiza kusudi au kubatizwa katika ubatizo wa wito ambao mchungaji wako ameitiwa. Jamani, Bwana asifiwe sana. Viongozi wangapi wanasema kwa kweli mimi na mchungaji wangu labda Yesu atutenganishe? Kono juu. Kwamba mimi na mchungaji wangu, maana wengine wapo anasikilizia tu. Mchungaji akiona simuelewelewi anachepukia kushoto. Isipokuwa wachache. Ninyi wengine vipi? Amjaliwa swali nimesema, ambaye anasema ninataka nishikamane na mchungaji wangu mpaka Yesu labda. Maana sasa nimefika hapa. Kuna mahali
naweza kulisemea kanisa hata kama kuna vita imeinuka. Bwana asifiwe sana. Mleo kusikia kashfa ilipata kiongozi mmoja, sitaki kumsema huko, wakamtengenezea kashfa. Sio kama ni kashfa ni vita, lakini walisema maneno fulani. Wakasema si ana mwanamke, si kachiti, si kafanyaje kwenye mitandao ikatupa. Basi nyamko. Lakini kuna kiongozi mmoja wa kidini mkubwa tu, lakini waliinuka viongozi wakasema hakuna kitu kama hicho. Hakuna, haijawahi kutokea. Tunamjua mchungaji wetu jinsi alivyo, huo ni uzushi na ni uongo, sio kweli. Ni viongozi ya kusema chochote mpaka ile kesi kesho. Kiongozi, gharama ya kwanza ulio nayo ni kulibeba kusudi la Mungu kwa kisha mchungaji wako achafuke. Unaelewa? Yaani ni heri wewe uchafuke kuliko mchungaji wako kuchafuka. Mchungaji akichafuka, limechafuka kanisa zima. Kiongozi mmoja akichafuka ni yeye, alafu kuoshwa kwake ni rahisi. Lakini mchungaji akichafuka, kuja kumosha ni gharama kubwa sana. Bwana asifiwe sana. Sasa tunakuta mtu yuko kanisani kama kiongozi, panainuka maneno ya uzushi na uongo. Alafu na kiongozi akasema, mwenyewe yani pale. Mwenyewe angalia tu. Mimi ninavyoona pale, si ni kweli, si kweli. Kiongozi unasema si kweli. Na hata kama hujui chochote, tunakuta namsema maneno baya mchungaji wako mtaani. Usije ukaongeza neno kwamba inawezekana unachokisema ni kweli, mimi sijui, lakini inawezekana ni kweli. Mwambie sio kweli. Kiongozi, mnanisikia? Kiongozi ndiye wa kumsafisha mchungaji wake mtaani. Kutainuka maneno, wataanza kusema mtaani huko, na mengine anaweza akaanzia kanisani. Shetani yupo kanisani. Sasa kama mtu mmoja tu akaanza kutengeneza majungu. Na mara nyingi viongozi ndio wanafagia majungu ndani ya kanisa. Mnaelewa viongozi? Hakikisha usio kani kiongozi, utakuja kuulizwa kwa sifa za viongozi. Usije ukakubali kuwa kiongozi majungu. Unanielewa? Maana kuna watu wanaingia ndani ya kanisa, ajaja kwa ajili ya kanisa, amekuja kuliua kanisa. Na ili aliue kanisa, anamtafuta kiongozi ambaye ana ushawishi ndani ya kanisa, anamjaza maneno. Wanashikamana, wanaanza kulisema vibaya kanisa. Mimi niwaambie viongozi, akinuka kiongozi wa design hiyo, sio kazi ya mchungaji kushughulika naye. Nyinyi viongozi, shughulika naye mpaka aone mahala pala patosha. Viongozi, mnanielewa? Hiyo ni gharama ya kwanza ya kiongozi. Lazima uilinde ile nguvu. Linda madhabahu, mlinde mchungaji wako kwa nguvu zako zote. Kanisa, mnanielewa? Viongozi, mnanielewa? Kanisa la Mungu, viongozi ndio wa kulisimamia, ndio wa kulisemea vizuri mtaani huko. Watu wanaposema maneno, nyinyi ndio wa kwenda kusema si kweli. Kwa sababu si ukweli unaujua na ndani ya kanisa si upo. Mnanielewa? Usije ukadhubutu kuchangia hoja. Na hata kama jambo linaonekana kama lina ukweli hivi, lakini ushahidi haupo, wewe unasimama kusema si kweli. Habari ya ushahidi mimi sitaki kusikia. Mbona tunaona picha? Mwambie hizo picha si za kweli. Usije ukakubali. Ukikubali umedhibitisha uharibifu. Wanasema hata mzee wa kanisa anasema, nasikia sana tusieleze. Hata washirika wao wanasema. Kiongozi ukisema si kweli. Mbona tumeona na picha si kweli? Mbona na message si kweli, sio za kweli? Mbona namba ya mchungaji wako sio ya kwake hiyo? Kiongozi, unasikia? Usije ukadhubutu kuchangia kitu ambacho kinachafua kanisa. Bwana asifiwe sana. Amen. Wapenda, tunaelewana? Amen. Shuka pale chini, andika hivi: katika kumtumikia Mungu, kiongozi yoyote lazima ukubali kulipa gharama kama unataka kumwona Mungu. Katika kumtumikia Mungu, kiongozi yoyote lazima ukubali kulipa gharama. Lazima ukubali kulipa gharama kama unataka kumwona Mungu. Gharama ya kwanza, nilikuwa nimekupeleka kama utangulizi. Gharama ya kwanza, kujitoa kama dhabihu. Viongozi, kujitoa kama dhabihu. Ninaenda haraka.
Tuko sawa sawa? Tuko sawa sawa? Yesu ndamaliza, Mungu anisaidie. Kiongozi nafaa kujitoa kama dhabihu. Bwana asifiwe sana. Kiongozi mnanisikia? Jitoe kama dhabihu. Nafahamu sifa dhabihu inajitoa. Dhabihu inateketezwa. Inasagika, inapotea kabisa, ionekane. Unanielewa? Unanielewa? Kwamba sadaka, kwamba kiongozi jitoe kama sadaka. Ifanye kazi ya Mungu kwa nguvu zako zote, kwa akili yako yote. Apenda tuko pamoja. Ukiwa kiongozi, jitoe kama dhabihu. Jitoe kama sadaka. Ona Mungu pekee anastahili kuinuliwa. Kwa gharama ya kwanza, kiongozi mwenzangu, kuanzia leo jitoe kama sadaka, ili kazi ya Mungu ipate kwenda. Bwana asifiwe sana. Ukiwa kiongozi ambao ujitoe kama sadaka, utaleta migogoro ndani ya kanisa. Utaleta uasi ndani ya kanisa. Kwa sababu kuna watakaojitoa, utaanza kuona wivu. Wapenda mnanielewa? Wapenda mnanielewa? Na Mungu wetu ni mwaminifu. Kiwango najitoa ndio kiwango Mungu atakuinua. Watu wananielewa hawa? Unaweza kama na mtu mmoja ni mdhaifu ana chochote, hata ukimwangalia hata fedha hana, lakini akiwa na bidii ya kujitoa na kumpenda Mungu, Mungu ni mwaminifu, atamuinua. Yule mtu atakapoinuliwa kiroho chake, kiongozi ambaye yuko juu yake, kwa sababu ya uzembe wake, ataanza kuleta wivu kwa huyo. Ataanza kumtengenezea maneno ya uongo na uzushi ili kumfifisha. Bwana asifiwe sana. Na ndio maana tunacho tumepewa rungu. Mimi kwangu nikiona kiongozi analeta shida kwa viongozi ambao wanainuka, nataka wazimu na kushughulikia vizuri. Na kuzima tu wewe kwanza. Bwana asifiwe sana. Maana wapo. Lakini inawezekana kwa sababu bado kanisa tunajuana. Kuna nyakati zinakuja tutakuwa tuko wengi. Kuna siku mtakuja kuwa na watu 2000 3000 hapa. Unanielewa? Kama kuna watu 3000 watakuja kuinuka katikati ya hilo kundi. Wengine ni mshirika. Anajua kutoa, anajua kujitoa, anajua kumtumia Mungu. Mungu anamuinua. Chap akiinuka, utaanza kusikia wazee wa kanisa wanainuka. Huyu nawe jitoe, Mungu akuinue. Wapenda mnanielewa? Kanisa lazima tukubali kujitoa. Ukijitoa kwa Mungu, Mungu analipa. Kwa kama kiongozi, gharama ya kwanza, jitoe kama dhabihu. Mwambie jana kujitoe kama dhabihu. Kwa viongozi, naombe kuanzia leo hakikisha mnajitoa kama dhabihu. Bwana asifiwe sana.